tunazungumza habari ya professionals, taaluma zetu kama lango zinavyofanya kazi na zimeleta kuchanua au kuharibika kwa vitu na kwa namna gani. Na nikashangaa sana kwa sababu nikawa natazama nafasi ya, mimi ni muhasibu, natazama nafasi yangu kama muhasibu, naweza nikawa ni public accountant, ni muhasibu wa serikali. Yes, naweza nikawa ni muhasibu wa serikali au kampuni binafsi. Naweza kawa ni muhasibu wa serikali na tunaona vitu vingi sana ambavyo vinatokea kwenye serikali. Tunasikia upotevu wa rasilimali wa fedha. Sio kwamba wataalamu hawakuwepo, wataalamu walikuwepo. Nikawa natazama upande wa kaguzi. Mkaguzi kama sio mtu aliyekaa kwenye ufalme wa Mungu, ana impact gani? Wote tunakumbuka kuna vitu ambavyo vilitokea huko nyuma, kuna ubadhirifu mkubwa sana. Mtakumbuka habari ya Tegeta escrow. Mtakumbuka kuna vitu vingi vilikuwa vinatokea, siwezi nikavitaja vitu vyote. Lakini sehemu zote hizo unakuta waliokuwa wanapitisha hivyo vitu ni wahasibu kabisa. Wanatumia kalamu kwa ajili ya kupitisha vitu vya uharibifu. Na mkaguzi naye anaweza akaja kwa sababu naye ni mbinafsi. Unapozungumza habari ya nobleman, uwezo ukawa a nobleman afu ukawa mbinafsi. Haiwezekani. Kwa unaangalia sisi tunapokuwa tunafundishwa kwenye uhasibu, unapokuwa public accountant lazima uangalie public interest, sio interest za kwako wewe. Kwa unaangalia kwenye lango la profession ya udaktari. Ukienda kama umekuta madaktari ambao hawajaokoka, si ndio hao wanaotoa mimba watoto wa watu wakija wanatoa mimba. Akienda akimkuta mtu ambaye ameokoka ni daktari, yule binti manake atapata ushauri, na pengine alikuwa anaenda kwa nia ya kutoa mimba, atarudi akiwa ameokoka. Si ndio? Unaangalia kwenye lango la wanasheria, mikataba mingapi ambayo tumeingia inaitia hasara nchi kwa sababu tu ya lango hilo la hiyo profession halijakaa sawa sawa. Kila mtu anakaa kwenye nafasi ya ubinafsi. Ukiangalia kwenye lango la elimu, kwa mfano kama sasa hivi tunazungumza, kuna vitabu vinapitishwa ambavyo vinafundisha habari ya mambo ya ushoga na usagaji na nini, vinapitisha vitu viovu. Kama mwalimu hayupo ambaye anamjua Mungu, kwanza akae kwenye nafasi ya kuomba kama mtumishi wa Mungu alivyokuwa anatushuhudia hapa kwamba alikuwa anawahi shuleni, anaomba na watu wanasema huyu anatutesa. Kama wewe ni mwalimu na hauwezi ukakaa kwanza kwenye nafasi ya kuomba, lakini kwenye kukaa kama mlinzi kwa ajili ya kuzuia hivyo vitu visipite, unategemea kama hatujapata walimu ambao wamekaa kwenye upande wa Mungu watapitisha vitu gani? Tunazungumza habari ya profession ya maengineer wa majengo. Kwa sababu tu ya rushwa wanaruhusu vitu vinapita, jengo linaanguka, linaua watu. Nyie mnasema tu ni mapenzi ya Mungu, lakini kuna vitu ambavyo sio mapenzi ya Mungu, ni uzembe wa wanadamu, ila tunasema ni mapenzi ya Mungu. So Roho Mtakatifu akawa ananipa maelekezo kwamba tutapokuwa tunaenda kuomba kwa ajili ya hili lango, tutaenda kuomba kwa ajili ya toba, tutaenda kuomba toba.